Kukata mguu kiugua akamwambia hii haina dawa, hiyo ni usubiri tu uondoke duniani, usubiri kifo. Vipi kuhusu sonona? Anayeugua anasubiri nini na yeye? Asante sana. Sonona sio kwamba mtu anasubiri kufa, hapana. Sonona inatibika. Mtu ambaye anapitia changamoto ya sonona anasaidiwa. Na kupitia sonona sio kwamba ni mwisho wa maisha yako. Bado maisha yapo, bado kama una vision yako kubwa utaitimiza, kama una maono yako, kama una mipango yako utaitimiza. Hata kama unapitia hii changamoto ya sonona inatibika kabisa. Kuna mambo ambayo ni muhimu kuyazingatia kama mtu unapitia sonona. Ni muhimu sana kuzingatia. Kuna jambo la kwanza, labda kuna mtu ambaye baada ya kutaja dalili, kaona mbona kama hizi ninazo? Mbona kama ni mimi huyu? Mimi nataka nikusaidie kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo natamani unisikie yatakusaidia. Jambo la kwanza, fanya mazoezi. Tengeneza kafumula kwa kufanya mazoezi. Sijasema kwamba labda mazoezi ya marathon. Kwamba yani mimi kama ndo unashindana, kama ndo unataka upige mazoezi ya mashindano. No. Tengeneza mazoezi. Labda iwe kila siku asubuhi unapasha kidogo. Kwa nini tunasema kwamba watu wao wanafanya mazoezi? Mazoezi yanasaidia kupandisha ile mudi. Mazoezi yanasaidia damu kutembea haraka. Mazoezi yanasaidia kusuza nafsi. Mazoezi yanasaidia ubongo wa mtu kufunguka. Inasaidia kwa asilimia kubwa, ndio maana tunasema kwamba watu wafanye nini? Wafanye mazoezi. Mazoezi yanasaidia mtu kumpa utulivu. Mazoezi yanasaidia mtu kumpa ile nguvu, nguvu ya ndani ambayo ilikuwa imetulia kuibuka. Na mwisho wa siku mtu anaanza kuona kwamba afadhali. Lakini inawezekana ndugu mtazamaji anayetutazama anasema kwamba hata mazoezi yenyewe sisikii kuyafanya. Mbona simuelewi mtaalamu anachokimaanisha? Hapana. Ninachokimaanisha kwamba hata mgonjwa, kuna wagonjwa wengine wanakuaga ni wabishi kwenda hospitalini. Hapana, kama umelala kitandani, amka. Pasha jilazimishe, tengeneza fumo na kusema kwamba lazima nikimbie kidogo. Yaani iwe isiwe, tengeneza kwa mfumo. Kuna jambo la pili, naweza kusema kwamba meditation. Tunapoongelea meditation, tengeneza meditation. Kumbuka ni yapi mambo ambayo mazuri ambayo ulikuwa unayafanya. Kumbuka ni mambo gani mazuri yale ambayo umeyatenda. Kumbuka thamani yako, iza katika mpaka ulipokuwa hapo, ni mambo gani ambayo umeyafanya ambayo ni mazuri. Au familia yako, au angalia kwenye uchumi wako ulifanikiwa nini, au angalia kwenye jambo lako ulifanikiwa nini. Masuala ya meditation. Usije ukakaa kwa utulivu ndio mwisho wa siku kwa hapana. Lakini angalia maeneo ambayo unayapenda. Labda kuna mtu ulikuwa unapenda muziki. Fungua muziki, tulia. Sikiliza muziki, lakini usifungue muziki ambayo inaumiza. Angalia kile kitu kinachokupa furaha, kirudie na ukifanye. Jambo la tatu, kumbuka kuwafanyia watu wema. Mara nyingi tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaowafanyia watu wengi sana wema huwa ni wakiangukia kwenye changamoto ya sonona ama wakiziona dalili za namna hii, huwa ni ngumu sana kuangukia. Kwa sababu unakutana na mtu anakuambia kwamba asante, ulisababisha mimi mwanangu aendelee na masomo, alifukuzwa. Ile kitu kinakupa nafsi, kinaibua nafsi yako kupanda juu. Kuna mtu mwingine anasema kwamba asante, sikupanga kwenda kanisani, lakini jinsi ulivyonisaidia nikamuona Mungu mbele yangu kabisa. Mambo haya yanasababisha kwamba kuna mwingine anakuambia kwamba usingekuwa wewe kabisa yule angenidhalilisha kwa deni lake alilokuwa ananidai. Umewatendea watu wema. Usingekuwa wewe kwa kweli ningeaibika kwa wageni. Sikuwa na kitu chochote ukanisaidia. Huyo mtu anakuwa na ile inakuwa ni ngumu sana kuangukia kwenye swala zima la sonona. Sawa. Niongelee swala lingine ambalo linaweza likakusaidia kwenye kuondokana na hii changamoto ya sonona. Kuna kitu kinaitwa kwamba self talk. Wewe mwenyewe unajisemea nini? Unajitabiria nini? Maindi yako umeiwekaje? Ubongo wako umeuwekaje? Je, kitaalamu kisaikolojia, mtu kwa dakika moja kabla hajasema maneno ambayo yanaonekana mdomoni, ana uwezo wa kusema maneno 150 mpaka 300.
kwa sekunde au kwa dakika? Kwa dakika moja. Yes. Yaani kabla hajasema hivi maneno 150 mpaka 300. Kwa hiyo ukiangalia kwa masaa 24 huyu mtu ana takriban maneno karibia milioni 50. Anayasema kwa siku nzima. Lakini hapa tunakuja, wewe unajisemea nini? Maneno yako yanakuhukumu kwamba pale niliferi, siwezi tena kurudi, au ila familia yangu inanisumbua, mke wangu ananisumbua, no, au kwamba siwezi kufanya jambo lolote, mimi tena samani, no. Watu wengi wanaojisemea maneno ya ushindi kwamba ijapo pale niliferi, siwezi kurudi nyuma, nitaenda mbele. Hawa watu ni ngumu sana kuangukia kwenye swala zima la depression au la sonona, kwa sababu mind yake ameprogram vizuri, mind yake ameiweka vizuri, kwa amejitengenezea mifumo bora wa maisha yake kwa sababu hiyo. Sasa mtu ambaye ameathirika labda na sonona na akaanza kufanya hizo hatua, mazoezi, akaanza kufanya vitu kama hivyo, atajuaje kwamba sasa anaanza kujisikia tofauti na hali ya mara kwanza? Kipimo chake kitakuwa nini hasa kuweza kujua kwamba yes, nimeanza ku recover, nimeanza kuwa mzuri? Asante sana ndugu mtangazaji. Mtu akianza kufanya mazoezi akawa anafuata mambo ambayo tulikuwa tunaongelea, kwanza utendaji wake wa kazi utabadilika. Utakuta ilikuwa hachangamani na watu. Umefikia wakati ameanza kuchangamana na watu mpaka ameanza kuchangia hoja. Kama kuna mambo alikuwa hayapendi, yale mambo ya dhamana ambayo alikuwa hayapendi ameanza kuyafurahia tena. Labda iza alikuwa anapenda kusikiliza muziki, ni mtu ambaye anapenda labda anawish, labda kama ni mtu alikuwa anapenda swala zima la kibiashara, ndio anakuta anaipenda tena biashara yake. Hata kama naona biashara yangu haiendi vizuri, ila itakaa sawa. Mtu huyo amerudi, labda kama ni mwanafunzi alikuwa hawezi kusoma tena, yani haoni kama kuna faida ya kusoma tena. Ijapo nilikutana na changamoto hii. Kuna mwanafunzi mmoja anakuambia kwamba blaza, yani mimi naona nisiendelee na masomo. Changamoto, yani sielewi kitu chochote, siwezi kufanya kitu chochote, siwezi kwenda mbele tena. Lakini baada ya kukaa naye, kwanza kumuelekeza kwamba bwana, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, mwisho wa siku akajikuta ameanza tena kujirudi na kujirecover na kukaa vizuri kwenye masomo yake. Sasa kwamba kumbe inawezekana, sema yes, inawezekana, ila watu bado hawajapata utambuzi wa swala hili zima la sonona au ugonjwa. Sawa, tukielekea tamati kabisa, una kipi sasa cha kuambia sasa mtu labda ambaye yupo sasa na labda kama ni mtoto au kama ni kijana, yuko na mzazi wake, na mzazi wake kidogo anazungumza maneno ambayo kidogo yanamsababisha kuwa na msongo wa mawazo na vitu kama hivyo, yupo kwenye ndoa kidogo inasababisha kumpata hizi hapa na pale, yupo kwenye hiyo age hapo, yupo kwenye wakati ambao anapambana changamoto za kimaisha, anaona kabisa kwamba anapata stress hapa na pale, anaingia mtandaoni. Huyu mtu kama huyo, wewe kama mwanasaikolojia unamsaidia vipi, na ushauri wako ni upi hasa kwa mtu kama wewe? Asante sana, umeongea jambo zuri sana. Na baada ya kuongea